Bi harusi anafungua mlango, anamkuta bwana harusi anapelekewa moto na rafiki yake. Kumbe bwana harusi ni shoga. Bi harusi akazimia. Ilikuwa hivi: leo kuna bonge la surprise kutoka kwa jamaa. Pisi inarudi nyumbani kwake, inakuta mazingira ya nyumbani kwake yamebadilika. Jamaa amepapamba vizuri, tunaweza kusema ameamua kupafanya nyumbani pawe kama sehemu za nje ambazo wapenda nao hupendelea kwenda. Hii pisi inaitwa Adiza na huyu mwamba anaitwa Dayo. Dayo, umenifanyia vitu vingi sana vya kuonesha kweli unanipenda na kunijali, lakini hii ya leo imezidi kuliko siku zote za nyuma. Adiza, tangia uje kwenye maisha yangu umenibadilisha vitu vingi sana. Umebadilisha mtazamo wangu kuhusu mapenzi. Adiza, napenda ulivyo jasiri, upole wako na moyo wako wa kiutofauti sana, vitu ambavyo kila mwanaume anavitaka kwa mwanamke wake. Dayo, utanifanya nilie. Nasema haya yote kwa sababu nataka tuachane leo. Kazi ipo. Adiza akahisi labda Dayo atakuwa namtania tu, akacheka sana. Dayo anamwambia Adiza hatani hata kidogo, yupo serious, mahusiano baina yao yameisha. Adiza anashangaa, inawezekanaje Dayo anataka kumwacha kiolela kama hivi? Anachojua wote wawili wanapendana. Na vipi kuhusu hii surprise? Aliandaa kwa kazi gani? Dayo anasema ameamua kuandaa hivi kama njia ya kumshukuru Adiza kwa yote mema aliyoyafanya kwenye maisha yake. Adiza anamuuliza Dayo, unataka nini? Nyumba ama gari mpya? Shida ni nini? Dayo anasema hiyo ndio shida yenyewe ya Adiza. Adiza kwa kuwa na pesa nyingi sana anaamini anaweza kumcontrol mwanaume. Dayo anasema ameshachoka kuosha vyombo, kumfulia, kukaa tu halafu pesa analeta mwanamke. Na kubwa zaidi, Adiza ni maji ya jioni. Adiza ni mshangazi wa miaka 40. Dayo anasema kuna muda akiwa na mbusu Adiza huwa anahisi anambusu shangazi yake. Hili ni tusi zito sana kwa Adiza. Adiza akalia kwa uchungu sana. Kesho yake mama Adiza akaja kwa binti yake. Mama anashangaa kumwona Adiza yupo katika hali hii. Adiza anasema yupo sawa. Hapana. Mama akakazana, anataka kujua binti yake ana shida gani. Adiza akaanza kumpa mkasa wote mama yake, namna alivyoachwa na Dayo kwa bonge la surprise. Mama anamwambia Adiza, nilishakwambia mwanaume anataka awe juu ya mwanamke, hata umpe kitu chochote cha thamani. Hakuna mwanaume anayetaka kuwa chini ya mwanamke. Baada ya kusema hayo, mama akamtaka Adiza aache kuwa katika hali hii ya huzuni, afunge ukurasa wa Dayo na ajiandae kufungua ukurasa mpya wa mwanaume mwingine. Mida ya usiku, huku upande wa pili tunakutana na mwamba anaitwa Chuke pamoja na Pasta. Huyu Chuke ametoka jela hapa. Pasta anamsisitizia Chuke kurudi mazima kwa Mwenyezi Mungu, aache kabisa maovu yaliyomfanya mpaka aende gerezani. Anachokifanya Chuke ni kuitikia tu, ina maana ameelewa anachoambiwa na mchungaji. Wakati huo huo, simu ya mchungaji ikawa inaita. Mchungaji akasogea pembeni na kuanza kuongea. Fuatilia sehemu ya pili. Hichi kigongo ni kikali balaa mno. Subscribe chaneli yangu, bonyeza alama ya kengele, alafu kisha share video hii.